Oh, kama si wewe Yesu, ningekuwaje?
kila siku, kila dakika. Amen, amen. Nenda kutoa sadaka. Napenda tuabudu, basi itakuwa ni vizuri sana. Yes. Mungu alituumba kwa ajili ya kumwabudu yeye. Amen, amen. Kama tufanye vile, sione kingine tunaweza kufanya. Yes, hiyo inatosha kwetu kuabudu Mungu wetu. Amen. Moto umewaka leo. Hallelujah.
moto uko ndani yako. Amen. Wewe uwashe. Ukiwasha utasikia moto. Amen. Uko nayo ndani yako. Amani yako iko ndani. Shetani anakuficha tu. Amen. Anakufanya uwaze mimi yeko. Leo mimi ndio waabudu au kuabudu. Ndio. Wewe uko mtoto. Haleluya. Amen. Amen. Kamata furaha yako. Mwambie shetani mimi nakusifu. Wewe sijaribu mimi nakusifu. Magonjwa niko juu yako. Umaskini niko juu yako. Kwa maana Yesu alipofufuka alisema hivi. Mamlaka yote yako juu. Nimetoa mkuu wa kinga. Amen. Mungu na Mungu. Amen. Tutaenda kuita mhubiri mmoja kwa Bwana. Sisi naona leo hii tunatakiwa kuimba sana na sisi kwa sehemu. Nipewe Mungu wako. Sawa na kisima safi. 140. Kisha tutasimama tuombe Mungu. Hatuwezi kukosa kuomba. Ndio kabla ya mhubiri hajakuja. Tuombe sisi wote, ambia Mungu kila kitu. Na mwambie Mungu mhubiri wetu ni wewe. Amen. Amen. Ndugu weke ukamate hivi muweke pembeni hivi wewe ongelee kwa siku ya asante. Sawa na kesi masa. Pia wewe
mnaimba mnamuita. Haleluya. Unaweza ona vya asante. Unaweza ona mnaanza kubuka, unaenda kukaa unatoka hivi unasema ndio mimi nilikuwa nafanya vitu gani. Unasikia hata hivyo sio wewe. Alikuwa Mungu ndani yako. Popote aliye Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba
Lakini kila kitu Mungu alitupa. Kwenye ujumbe kila baraka yote tunayo. Kila kitu ambacho kinamfaa mwanadamu kwa sasa kwa neno la Mungu ni haki yetu. Yote Mungu alitupa. Ni sisi tuchukue na kupokea kile kile tulipewa. Mungu alifanya
kila kitu wazi kwa wajibu ya upendo wake, kwa sababu maandiko matakatifu kwa wazi, na yeye tunamshikilia kwa neno lake. Kile alichokisema ndio tunamwambia Mungu, ulituambia hivi. Kwa hiyo ninapokuwa na shida na matatizo, namwambia Mungu, wewe ulisema hivi, nahitaji utatua hii tatizo, na Mungu atashuka. Na pia anasema ya kwamba tunatakiwa kuwa na imani yenye kuwa juu ya matendo ya Ibilisi, kwa sababu Ibilisi ana nguvu na ana mitumikio yake, lakini imani yetu isipokuwa juu yake, tutakuwa wenye kushindwa. Kushindwa kwetu inatokana na sisi wenyewe, lakini neno liko wazi ya kwamba sisi tunatakiwa kumwamini Mungu kikamilifu. Na tutamwaminije? Tunatakiwa kumwamini kwa maneno yake, na kwamba yale uliyoyasema ni kweli na ni amina. Nasi tunaamini ya kwamba ni kweli, kwa kuwa wewe Mungu wetu ni wa kweli na neno lako ni la kweli. Mungu akosi. Yote ni yake. Yeye ametupa. Wale wote ambao walikuwa hawamjui Mungu, Mungu aliwafaa wapate kumjua. Ndio maana alituma nabii. Nabii alikuja na neno la Mungu. Nabii alikuja na agizo akileta kwa kanisa, ili wale watu wote ambao wasiomjua wapate kumjua na waokoke. Shabaha ya nabii kwenda anatembea mahali popote kule ni kupeleka injili ili watu wajue hiyo kweli. Na mwisho, Biblia inasema mwisho itafika kabla kila mtu hajaisikia hiyo kweli. Mungu anaweka mbele yako uzima na mauti. Ni wewe wa kuchagua. Aidha ukubaliane na uzima, aidha ukubaliane na mauti. Kwa hiyo haya yako mbele ya kila mwanadamu. Mungu atangamiza dunia na waliomo pasipo kuwaletea jambo hili ya kuchagua. Aidha ukubali Ukristo, aidha ukatale, aidha ukubali Mungu na neno lake, aidha ukatale Mungu na neno lake. Lakini yote yamewekwa mbele yako. Ni wewe dada mandugu, chukua yale ambayo Mungu amekupa. Amen. Haitamaanisha kwamba tutakuwa na shida, bana. Shida zitakuja, lakini Mungu wetu anatuambia kwamba atatuondolea shida hiyo yote kwa imani. Mungu anahitaji imani yako. Mungu anahitaji msimamo wako wa neno. Sio wakati wa jaribu njoo yote yameharibika hapa. Jaribu inakuja, lakini una nafasi ya kuamua na kuchukua kwenye neno na kusema Mungu, jaribu inakuja. Kuna wale ambao walipita na jaribu kama hizi, na kuna wale ambao walipita na jaribu zidi ya hii hapa, na kuhitaji wewe Mungu pamoja na tukimkumbuka ndugu yetu Ayubu. So we think about Job. Ayubu alipita kwenye vita vikali, lakini Mungu alimtetea. Tukiangalia ndugu yetu nani? Kuna ndugu yetu hapa mwingine ambaye alipita na jaribu. Yesu mwenyewe, Jesus himself, ambaye alikuwa Mungu katika mwili. He was God. Alisemwa maneno ya kila aina. He was told everything. Alichabiwa maneno ya kila aina. Lakini yeye kwa kuwa alikuwa ni Mungu, Mungu mwenye upendo, Mungu mwenye rehema, yeye alisema Baba, uwasamehe kwa sababu hawajui nini wanafanya. Kama Mungu angelichukua hiyo jambo, sisi sote hakuna ambaye angelikomolewa. Lakini kwa neema na upendo wake, yeye akasema Baba, uwasamehe. Akanisamehe na mimi, akakusamehe na wewe ndugu, akasamehe kila mmoja wetu, nasi tutapata uzima wa milele. Uzima wa milele ulitokana kwa sababu Mungu mwenyewe katika mwili ndani ya Yesu Kristo alipata kutusamehe sisi. Kama angeliangalia matendo yetu, nani ambaye angelikuwa na matendo mazuri ya kumpendeza? Hakuna. Lakini kwa upendo wake, yeye alikubali afe. Alikubali akufe kwa ajili yetu, achukue nafasi yetu, nasi tuchukue mahali pake, ili tupate uzima wa milele. Upendo wa Mungu, upendo wa Mungu. Na ndio maana mtoto wa Mungu anataka kuwa na msamaha, kusamehe, kwa sababu bila yeye hatungeweza, bila yeye hatungeshinda, bila yeye hatungelitatua jambo lolote isipokuwa msaada wake. Mungu wetu wa neno
Na tutaendelea na somo letu ambalo tutajishughulisha kwa siku ya leo. Inasema kudhibitisha neno lake. Mungu kila wakati anadhibitisha neno lake. Ndio shamba ya Mungu. Mwaka 64 siku 64 nafikiria juu nikaye problem nani. Mungu alithibitisha neno lake. Upendo wa Mungu ilikuwa ni neno kulikamilisha na kuhakikisha linafika sawa sawa na kisa alivyolileta. Kwa kuwa Mungu yeye anasimamia neno lake. Kwa kuwa Mungu kila wakati hapendezwi na jambo lake lisitimilike. Yeye anathibitisha. Ni wajibu wake. Ni wajibu ya kutimiliza ahadi yake. Mungu anakuwa na ahadi. Kila alichokisema anatimiliza. Kwa sababu yanatoka kwake. Yeye ambaye anasimamia neno lake sharti alitimilize. Amen. Kwa hiyo kudhibitisha neno lake. Amen. Ni huyo Mungu wa kweli, Mungu wa Abrahamu, kila wakati anasimamia kwa kila alichokisema. Mungu wa kweli. True God. Tunaweza kusimama sababu tukichelewa sitachukua muda leo, itakuwa ni muda mfupi tu, baadaye tutaomba. We'll go little because we are late. Wakisha kuwa amesoma na kuwa ameshatambuka basi parefu tuko nashuka pale kwenye wameitia somo. Pandisha endelee. Hapana kupanda sana lakini upande. Panda. Na pia anachukua maelezo mengi sana kwanza, kisha ndio anakuja kufikia kwenye somo barefu. Unamjikuta ya kwamba amesha kwa chini huko. Anatosha mafasirio mengi ya mambo ya ujumbe hata ingine nini. Panda. Iko masika sisi. Okay. Panda. Okay. Hapana, tuko tunataka tusome kidogo. Na sasa sababu tunasimama tunapoonyesha uaminifu wetu. Bendera inapopitishwa karibu nasi ama chochote kile, sisi kila mara usimama wima
kupiga saluti na kusimama angaa kutoa heshima kwa taifa letu ambayo yatupasa kufanya na kwa bendera yetu. Basi Bwana wetu, je, tunaposoma neno lake, hebu tusimame sasa tutaposoma Marko mtakatifu sura yake ya 5 kifungo cha 21. Tufungue Biblia zetu. Basi tazameni kwa makini sasa tunaposoma. Yesu alipokwisha kufika kurudia ngambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkubwa, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake, akamsihi sana akisema, binti yangu mdogo katika kufa, na kuomba uje uweke mkono yako juu yake apate kupona kuishi. Yesu akaenda pamoja naye, mkutano mkuu wakamfuata wakimsonga, na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matibabu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyokuwa navyo, kusimfai hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari ya Isa, Yesu alipopita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wakamwambia, je, wawaona wanavyo usongasonga, nawe wasema nani anayenigusa? Go up. Okay, this is so much. Go down a little bit. You go. Shuka. Okay. Mara Yesu alipofahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, waona wanavyo kusongasonga, nawe wasema ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyemgusa, aliyelitenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akafa akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekupona, enenda zako kwa imani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Karibu Mungu kwa Mungu. Mtakatifu, mwenye nguvu, mwenye uwezo wote, Baba, neno lako la uzima limekuja kusomwa. Kristo, tunajua kwamba katika neno hilo muna uzima. Katika neno hilo muna kila suluhisho ya sisi wanadamu. Ndio maana tumeacha manyumba yetu, kwa maana neno linasema mtu aweze kuishi kwa mkate tu, isipokuwa katika kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Tunaomba Mungu tulishe kwa siku ya leo. Ndugu, kama vile tulivyotangulia kusema, mweke pembeni ili wewe peke yako uongee nasi. Shusha roho wako, amani yako, furaha yako itawale watoto
wako, wakati wakiwa wakikula wawe na furaha, warudi nyumbani na furaha. Amani yako iwe pamoja na sisi sote, tukiomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tukiomba na kuamini. Dada, sisi tunatakiwa kuamini. Huu ujumbe kama unaona watu wanasumbuka sana, ni kwa sababu ya kutokuamini. Kutokuamini ndio shida tunayo. Kutokuamini ndio magumu ambayo tunayo katika Ukristo. Kuamini kwetu kutatufaa tufanikishe katika maisha. Imani yetu inatakiwa kuwa juu. Tunapomwamini Mungu, tunapoamini neno lake, yeye anakuja kutushughulikia katika kile tunachokihitaji. Dada, imani inahitajika katika maisha yetu. Haijalishi vita vikoje, haijalishi matatizo yakoje, kuna wale walioamini, na katika kuamini kwao Mungu aliwatendea vikubwa sana. Iwe tatizo gani ambayo inaweza kumshinde Mungu? Hakuna dada tatizo ambayo inaweza kumshinde Mungu. Tunatakiwa kushikilia Mungu kwa neno lake. Huyu Yairo ambaye binti yake alikuwa amekufa, ndani mwake alikuwa anajua ya kwamba huyu Yesu mwana wa Mungu ambaye watu hawamkubali, ambaye watu wanamtupilia mbali, ambaye watu wanamchekelea, mimi najua ya kwamba kwa chochote nitakachomwambia, akimwekea mkono mwanangu Amen. Alikuwa na imani. Kama unakuja hapa kanisani katika imani moja ya kwamba Mungu ninakuamini, na ninajua ya kwamba nakuja kukuomba wewe Mungu wa kweli, najua ya kwamba wewe Mungu wa kweli utatenda. Dada, yote ni yako, yote ni yako. Haijalishi vita vyovyote ambavyo ndugu unaweza kufanya, haijalishi magumu yoyote ambayo unaweza kuyapitia, wewe amini tu. Ndio maana Mungu alituacha hivi tusipokupitia kwenye majaribu. Jaribu ni mtaji, jaribu ni mtaji. Haijalishi ni jaribu gani, lakini matumaini yetu iko kwenye neno la Mungu. Matumaini yetu iko kwake Mungu, kusema ya kwamba kwa shida zangu, kwa matatizo yangu, Mungu utaniondolea. Dada, haijalishi nachukua muda gani. Ayubu alichukua muda mrefu kwa matatizo yake, lakini siku moja Mungu alitenda. Nuhu ambaye alikuwa asubiria agizo ya Mungu miaka 120 iko na hubiria watu na kuambia kwamba Mungu atatimiliza neno lake, Mungu ataangamiza dunia kwa maji. Ayubu, Nuhu alikuwa na muda wa kusubira. Ukristo wetu unatakiwa kuwa na subira, kwa sababu kutenda kwa Mungu sio kama kutenda kwetu. Sisi mara nyingi tunataka mambo ya haraka haraka, lakini Mungu anatenda kulingana na wakati wake na muda wake. Ndio Mungu wetu. Mungu wa Abrahamu ni Mungu mzima. Mungu wa hii ujumbe ni Mungu wa kweli dada. Mungu wa hii ujumbe ni Mungu ambaye sio Mungu wa kukusakusa. Ni Mungu ambaye unamkusa, unamuona kwa imani, ana matendo ya kweli. Matendo ya kweli dada. Haijalishi experience na shida zozote zenye tunaweza kuzipitia, lakini tujue ya kwamba Mungu anatupitisha kwa mambo ambayo anaweza kuwa yeye mwenyewe ameyaruhusu ama ibilisi ameyapatia nafasi. Kwa hiyo kuna jambo ambayo Mungu anayoruhusu mwenyewe, na kuna jambo ambayo Mungu anapatia nafasi lakini imeletwa na ibilisi. Mambo mawili. Niko na msoma nabii anasema hivi. Yale yote yanakuja Mungu anakuwa anayaona, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba malaika zake wanapunga kando kando ya watakatifu. Kwa hiyo sisi tunalindwa na Mungu mwenyewe. Mahali popote tunapokuwa na matatizo yoyote, Mungu anajua, anayajua dada. Mara nyingi sisi tunapeleka information kwa Mungu. Mungu unajua shida hizi zimekupata, ameshazijua dada. Nikumwambia kwamba Mungu wewe unajua hii shida. Sasa nahitaji wewe uitatue. Kwa kuwa malaika zake wanapunga kando ya watakatifu. Kwa hiyo wakati kuna shida, wakati kuna magumu, kabla magumu hayafika wao wanakoa. Kabla shida ya kufikia wao wanakoa. Kinachohitajika wewe ni kumwomba Mungu. Mungu akupatie nguvu, akupatie uwezo ya kushinda ile shida. Amen. Ya kutatua dada. Mungu anataka kutupatia makazi.
kazi ambazo tunazo mojawapo ni za maombi. Ndio maana tunatakiwa kuomba sana. Tunatakiwa kumuomba Mungu. Tuwe na bidii, tuwe na shauku, juhudi ya kumtumikia na kujitoa kwake. Hiyo ndio Mungu anataka. Sasa huyu mwanamke alikuwa anatoka damu miaka 12 akiwa kwenye shida ya machungu makali. Lakini kwa hizo shida zote zilimsumbua dada. Kama vile shida yako na yangu tunaanza kuwa na shida inatusumbua. Huyu mwanamke amehangaika, lakini yeye pamoja na hali, pamoja na shida yake, alitumainia Mungu. Siku moja Mungu alimwandaa Bwana wetu Yesu Kristo akiwa ndani yake, yeye ambaye alikuwa ni Mungu. Alipokuwa akipita, akiwa karibu ya chombo, yule mwanamke naye alikuwa anatafuta Mungu. Alikuwa anatafuta uponyaji wake. Alikuwa anatafuta apate mafanikio ya shida yake. Tunatakiwa kutafuta dada. Usikale tu hapana. Unatakiwa ufanye kazi. Unatakiwa muombe Mungu. Unatakiwa utumike. Utumikie Mungu huyu ili Mungu aje kutatua magumu yako. Huyu dada, huyu mama huyu alisema bana, mimi natakiwa kwenda kugusa tu vazi yake. Dada, yeye kusema kwamba aweke mikono. Alitoka nyumbani na decision. Alitoka nyumbani na maamuzi. Amua dada, maamuzi gani ambayo unaichukua? Naenda kanisani, Mungu wangu. Leo nahitaji mjini. Amen. Huyu mwanamke alichukua solution kwanza mwenyewe. Alichukua hatua kwanza mwenyewe. You decided this by yourself. Lakini akasubiria sasa matendo. Alienda kwa imani. Akasema, mimi nitaenda, nitafika mahali alipo. Nitagusa vazi tu. Nitapata kupona. Amen. Tunaona kama uponyaji wetu na mafanikio yetu inaanza kwa sisi wenyewe. Sisi wenyewe ndio tuko na solution pia ya shida zetu. Wakati maamuzi yako, kwa kuwa Mungu yuko ndani mwako, huyo atakuza imani yako, na imani hiyo itakupelekea nafasi ya kuchukua maamuzi ya ushindi. Maamuzi ya ushindi ilimfanya Ayubu afanikishe. Maamuzi ya ushindi ilimfanya yule mwanamke akakuza ile vazi na akapata kupona. Maamuzi ya ushindi ilimfanya Daudi kumuua Goliathi. Maamuzi ya ushindi ilifanya wale wajibu watatu kuingia ndani ya moto na wakapata kushinda. Maamuzi dada, maamuzi yako ni yapi? Chukua maamuzi leo. Dada, unapokuwa nyumbani sema, Mungu, hii tatizo imenizoea. Tatizo inakalenda zoea mtu. Inakuwa tunaweka tuko naenda nayo wapi? Tunataka kuwa na tatizo mwanzo na mwisho wake. Haitaki kutuzoea. Unaenda unaisogeza. Ate mimi hii ilishakuwa yangu. Haiko yako dada. Ila individualism. Unatakiwa kuamua na kumwambia Mungu, nahitaji utende sasa. Kwa kuwa maneno yako ni ya kweli. Na wewe uko pale kwa ajili yako. Nahitaji utoshe suluhu. Naye Mungu atashuka dada. Wewe amini tu. Nilikuwa ninamsoma nabii. Namsikia nabii kwenye ujumbe wa uzima na mauti. Nabii anasema ya kwamba kuna watu ambao walikuwa na shida ya magonjwa makali. Ile shida yao wamejikuta kwamba wameenda kwenye mstari, lakini hawajawa na imani katika uponyaji. Kuna dada mdogo ambaye alipita mara nyingi sana. Iko napita ombe. Mpaka nabii akamwona akamwambia kuja. Akakaa akasimama karibu yake. Nabii akaendelea. Nabii alikuwa na uwezo kupitia Mungu kujua ya kwamba bado imani yako haijafika. Inatakiwa imani yako ipande level. Imani inakalana na malevo dada. Ndio maana unaona shida ya dada Rende haiko shida ya dada Indani. Shida ya dada Indani haiko shida ya ndugu mule. Shida ya ndugu mule na sio yangu. Kila mtu ako na level yake. Na ile level yake Mungu anasukuma, anaacha nafasi ya level yake. Amen. Dada, kuna shida ndugu ambayo
Wale wanaweza kukuletea mtu mwingine unasema hii moja sitaweza. Hii moja siwezi weza. Mungu anapokuletea shida anajua kapasiti. Amen. Ile yako akiangushia tena mwingine ama ndugu mwingine ndugu vinaribika. Ndio maana usimcheke mwenzako. Wakati kuna shida ujue kwamba hiyo ikikupata ni kwa mwaka. Inawezekana itakuwa ni kigumilia mkubwa. Na mwisho na sitakuta na Mkristo. Hivi vinanipata na huyu Mungu ninamuomba kila siku. Acha. Kwa hiyo Mungu anahitaji imani yetu ipande. Kuna wakati Mungu yuko anakuangalia huyu mwanangu bado kitu kiendeka. Bado hiki na hiki anatakiwa seti vitu. Anatakiwa jipange mzuri. Inatakiwa kuserese ndii. Yes. Kuwa tayari kwa mapambano. Ni vita dada. Jaribu inataka vita. Ni vita kati ya mwanadamu na shetani. Mungu anakuja kuintervene. Sisi tunakuwa tunapigana na shetani mwenyewe. Mungu anakuja kutusaidia ndani yetu akituambia kwamba tutashinda. Uwe na uhakika wa kila jambo yote. Sasa huyu mwanamke alisema nitakugusa. Ni nini? Ni vazi. Mimi sitahitaji niweke mikono. Sina kazi ya kumsumbua huyu mtumishi. Mimi nitaenda nitagusa vazi lake. Kila mtu yuko na mafanikio special yake mwenyewe. Kulikuwa watu wangapi ambao walikuwa wagonjwa pale? Kumbe kila mtu alikuwa anagusa vazi na anapata uponyaji. Lakini yule mwanamke yeye alisema kwa imani, na ndiye mwanamke wa kwanza ambaye aliandikwa ndani ya Biblia ya kugusa vazi ya Yesu na kupata uponyaji. Wengine walikuwa pale hawana ile imani. Lakini mwanamke yule akagusa na uponyaji. Yesu akasema kuna kitu kinanitoka. Kuna kitu. Na ndiko nasema kwa imani ndani kukawa agizo ya jambo fulani inamwambia kwamba kuko nguvu inakutoka. Na ile nguvu inasababishwa na kitu fulani. Akamwambia ni tu kuna mtu amenigusa. Bwana, hiyo umati wote wa watu wako pamoja na watu kwa nini tunakukana hivi? Ndio nasema bana kugusa. Mimi tunagusana hapa sana. Asema hapana. Kama kuna kugusa, ile ni zidi ya kugusa. Haleluya. Zidi ya kugusa. Amen. Dada unatakiwa umguse Mungu. Amen. Uyane umtikise mahali aliko. Shake him. Kumwambia kwamba mtu unafika ya kutoa suluhisho ya shida. Ni hatari. Amen. Ni hatari. Mungu anashuka. Anakuja kutatua suluhisho ya shida. Unatakiwa umtikise. Kama uyafika mkiwango hicho cha kumtikisa Mungu ili afanye kazi shughuli zake juu yako, mambo yatakuwa yale yale. Matatizo yako yatakuwa unafiki na wewe. Ataona ya kwamba unaona kawaida bado au yafunguka. Inatakiwa ufunguke ndio utafika kweli kweli. Ni viwango ndugu. Yale mashida yote tumeyapitia mashida mbalimbali. Yale yote yanakuja kwa experience kutufikisha kiwango fulani. Ili dada ndugu ufike kutatua shida yako kupitia wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Ngoja tusome. Tutasomea tu hapa mara Yesu alipomfahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona wanavyomsonga nawe wasema nani aliyenigusa? Akatazama pande zote na akamwona yule aliyelitenda neno hilo. Naye yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Unaona dada, imani yako, kile ambacho uko nacho kinamfanya Mungu akupatie nafasi ya kutosha suluhisho.
Sio wewe mwenyewe ndio unashinda dada. Kuna mamilioni ya watu wako na kuomba huyo Mungu huyu. Lakini inatokana na kibindi chako cha kumfanya yeye akutazamie na kutendee makuu. Wagonjwa wanaweza kuwa wengi, wenye shida wanaweza kuwa wengi, lakini njia ipi ambayo utakayoifaa ili Mungu akutizame na atoshe suluhisho ya shida yako, atoshe magumu yako, atoshe shida yako, akutatulie kile ambacho kinahitaji Mungu. Kuna nguvu. Ile nguvu ni wewe wa kutengeneza. Ile nguvu ni wewe wa kupatia nafasi. Ile nguvu ni wewe wa kupatia Mungu na nafasi ndani yako ili atoshe suluhisho. Ni wewe dada, ni wewe ndugu. Wewe ndio uko na jibu ya shida yako. Ile maamuzi ndio jibu yako. Ile hatua unayochukua ndio jibu yako. Ile kile chochote unachochukulia kwa ajili ya neno ndio jibu yako. Ni wewe. Mafanikio yetu ni sisi wenyewe. Jibu ya shida zetu ni sisi wenyewe. Furaha yetu ni sisi wenyewe. Kwa hiyo anayeitengeneza ni wewe mwenyewe. Kwa imani. Amen. Tunashuka hapo. Akamwambia binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa amani. Uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Mungu aliondoa. Mungu akiondoa jambo analiondoa kweli kweli. Akiondoa anaondoa. Haijalishi njia ambayo anaichukua kwa kuiondoa, lakini akiondoa anaondoa. Ofere, tutafikia kiwango fulani hiyo dada. Usipoteze imani. Kupoteza imani kunakuja hayo. Ni wakati hofu na woga na kutokuamini kunakuja ndani yako. Ndio wakati unapoteza mafanikio yako. Hapana kuruhusu kupoteza mafanikio yako. Don't lose your faith. Tumulilie Mungu ni sawa, lakini usipoteze furaha ndani ya Mungu. Kwa hiyo tunataka kusimamia kwenye neno lake. Tunataka kusimamia kwa wajibu ya kile ambacho alicho. Yeye atakuja na kutatua shida. Yote tumepewa ni yetu. Alimwambia kwamba nimeyaondoa. Kwa hiyo nenda na utakufa tena. Yameondolewa. Mungu akikushughulikia anakushughulikia kweli kweli. Kwa sababu yeye ni Mungu wa upendo. Yeye alikufa msalabani kwa sababu ya furaha yetu. Ili sisi tupate furaha, yeye alitakiwa ateseke. Yeye alitakiwa asumbuliwe. Yeye alitakiwa angaike yetu. Angalia ule mtu Yesu. Upendo gani anayo? Kuchukua mali petu na sisi tuchukue mali pake. Furaha yake tuipate. Kila alicho sisi tuwe sehemu ya yeye. Mungu wa kweli. Amen. Mungu wa kweli. Amen. Tunashuka. Hata alipokuwa kunena, wakati watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Tuko kwa hiyo tu. Hiyo 56. Tuko kwenye 56. Ile kisoma tu. 56. Yaani kutoka kwa yule mwanamke hapa. Alikuwa shashuka. Basi. Shuku. Shuka. Pandisha. Okay, tusome hapo. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi. Akaona ghasia na wakati na wakilia wakifanya maombolezo makuu. Alipokwisha kuingia, akamwambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa bali amelala. Amen. Kwenye huu ujumbe ambao ni huo usoma. Wow, mauti na uzima. Na pia alikuwa anazungumza juu ya ndugu ambaye amefariki. Akasema ya kwamba ndugu huyu tutaonana naye. Siku itakapofika
Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia kitu kizuri sana. Ni kweli dada. Kwa imani tunaamini ya kwamba yeye Mungu wetu amekufa kwa ajili ya mazuri yetu. Mazuri yetu ilihitaji yeye akufe. Shida zetu zilimsababishia yeye akufe ili sisi tupate uzima wa milele. Naye akamwambia mbona amelala? Anambia alikuwa anasema ya kwamba huyu ndugu amelala. Ameenda kutusubiria mahali. Na sisi tutamkuta kule. Nasi tutakuwa pamoja naye. Na wandugu wakasema ya kwamba tunafuraha, tutapenda ya kwamba tukiwa pamoja tutakapofika kule. Kwa hiyo ni jambo la ahadi ya Mungu. Ya kwamba yeye alituandalia makao. Makao yale ni makao ambayo yanatakiwa yatengenezewe na wewe una nafasi ya kuchagua uzima ili uwe pale. Kuchagua mauti ili uende kuzimu. Maamuzi ya kuchagua ni mwenyewe wewe. Anayetengeneza uzima ni wewe. Anayetengeneza mazuri ni wewe. Kwa kuwa Mungu alitia ndani mwako chaguo ya kuchagua uzima au mauti. Kwa hiyo ukitaka ya kwamba uende kuzimu, hakuna mtu mwenye atakukatalia. Ni wewe umeamua. Kwa hiyo njia inaandaliwa na wewe mwenyewe. Unachagua nini? Unaamua nini? Utamtumikia nani? Huyu ndugu alikuwa anamwamini Yesu. Imani yake ilimtuma ya kwamba nikienda kwa mwalimu na atakapokuja akiingia nyumbani kwangu na kimwekea mikono mwanangu, hata kama amekufa atafufuka. Wewe unamwamini Mungu namna gani? Wewe unamwamini Yesu namna gani? Unamwamini kama mponyaji wako? Unamwamini kama mkombozi wako? Unamwamini kama msaada wako? Wewe unamwamini kuwa nani kwako? Inatokana na njia ambayo unayomwamini. Kuna watu ambao wanamwamini Mungu kwa sababu yeye anawaponya. Akipona shida hiyo ataniponya. Ukihitaji hii ataniponya. Kilindi chako kwa ajili ya huyu Mungu ni nini? Je, unamwamini ili siku moja upate kumwishia yeye? Unamwamini ili siku moja upate kumkubali naye awe na makao ndani mwako? Unamwamini juu ya nini? Maamuzi yako dada, maamuzi yako ndugu ni yapo. Kwa hiyo Mungu ametukumbusha kwamba jaribu zetu zisiwe rafiki kwetu. Tuwe rafiki wa majaribu. Jaribu moja inakuwa ni rafiki miaka na miaka. Mwambie Mungu jaribu hii tunahitaji. Shida hii tunahitaji ikome. Ni muda wa kusonga mbele. Kwa hiyo alitumainia Mungu. Akasema mwalimu atapata uponyaji. Naye mwalimu alipofika kufika tu Petro, alipofika akasema amelala. Watu wakashangaa amelala. Msikizi hii ile tunalalaka na tunaamka. Ndio amelala. Tushuke chini. Maana akasimama yule kijana. Naye akamwambia yule kijana. Naye samani akamshika. Twende huko. Kisha kwa chini. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtwaa babaye yule na mamaye. Sikiliza kile kilichotokea. Wewe unaenda kumwita mwalimu ukiwa na matumaini ya kwamba mwalimu atakapofika atamwombea mtoto wangu na atapata. Wale wazee wengine wa makwani, wale wengine watumishi wa Mungu wanamcheka sana. Unamsumbua mwalimu sana. Alishakufa huyu, ni wakwenda kusika tu. Lakini wewe uko na Mungu na neno lake. Huyu bwana huyu ya hilo alikuwa na matumaini kwa Mungu. Akuangalia kuchekwa kwake, akuangalia hawamuoni kama ni kitu. Yeye aliona ya kwamba tayari nimemwamini huyu bwana. Anachokuwa nacho kitamfanya mwanangu. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtoa babaye yule na mamaye wa yule kijana hasa, na kisha wale walio pamoja naye akaingia ndani alimokuwemo yule kijana. Naye akamwambia yule kijana, naye samani akamshika mkono kijana
10 na tafsiri yake msichana na kuambia inuka. Haleluya. Ilikuwa tu ni maongezi madogo. Akamwambia msichana amka. Sema Yesu, ndio Mungu wa Abrahamu. Mungu wa Abrahamu wa kweli. Naye Abrahamu aliambiwa ya kwamba kitu chochote ambacho kitakachosimama mbele yako, chochote utakachokisema na kitatendeka. Hakuna magonjwa, hakuna shida yoyote ambayo inasimama mbele yako. Alikuwa na imani ya kiwango cha juu. Hakuna pepo, hakuna kitu chochote kilikuwa hivyo. Dada nabii anasema kama tupate venye tunahitaji ni kwa sababu ya imani. Amen. Na kama tuna imani inawezekana muda haujafika. Kitu gani ambacho Mungu anahitaji wakati muda haujafika? Anachohitaji Mungu wakati muda haujafika ni subira. Amen. Amen. Aidha una imani, aidha haujawa na imani. Na kama imani unayo, Mungu anahitaji ndani yako uwe na muda wa kusubiri. Uwe na subira ndani. Subira ya matendo ya mafanikio ya shida yako. Mungu aje atatue shida yako kwa muda husika. Kwa hiyo kuna muda ambao Mungu anakuwa anachunga ya kwamba muda fulani itatizo litamaliza. Lakini tusipite kwa mafanikio ya muda. Kwa hiyo imani yako inaweza kuwa ni imani ya kweli. Na una uhakika ya kwamba Mungu atatatua shida yako. Lakini Mungu anahitaji ndani yako uwe na subira. Subira gani ambayo unayo? Unamsubiria Mungu. Subiri ili Mungu aje akatatue kwa muda wake. Amen. Kwa hiyo na kama hauna imani, kutokuwa na imani kutakusababishia usipate kile unachokihitaji. Frere, ni Wakristo tu ndio wana imani ya kweli. Hata wapagani wana imani. Lakini ile imani yao haiko imani ya kusema ya kwamba itawafanya wao wapate uzima wa milele. Wana imani ya mafanikio ya duniani tu. Atafanya kitu chake na atafanikisha. Anakuwa na maisha mazuri kutuzidi hata sisi. Lakini ile haiwezi kumsababishia kila uzima wa milele. Ile itamsaidia kwa maisha ya duniani. Lakini Mkristo yeye ana imani dhaifu ya sita. Hii mpagani hawezi kuwa nayo. Hii ni imani ya kimungu. Ni imani ambayo inachangamana na mafanikio ya duniani na inachangamana na mafanikio ya uzima wa milele. Kwa hiyo ndio imani ya kiwango hiki. Sasa dada, katika maamuzi yako ni nini unachochukulia kwa ajili ya mafanikio ya baadaye? Mafanikio yetu ya baadaye iko pale kwa ajili ya kila Mkristo. Ni yeye kuandaa nafasi ya mafanikio yake. Mungu wetu wa kweli kuthibitisha neno lake. Mungu ana haki ya kuthibitisha neno lake. Kama aliahidi ya kwamba wagonjwa watapata kupona, inatakiwa ifanyike hivyo hivyo. Kama alisema ya kwamba na watu watafufuliwa, itafanyika hivyo hivyo. Mungu anasimamia agizo la ahadi na Mungu alibariki neno lake kwa jina la Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu awabariki. Amen. Nenda kuimba moja kwa moja na tuanze maombi. Amen. Mungu wetu ni mwema. Amen. Amekuambia neno, wewe kamata vile vile. Amen. Usiwaze, usiongeze. Wende tu hivyo hivyo. Kesho utaleta ushuhuda. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nema, 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 Bwana, nema, Bwana, nema, nema, nema,
nyingine tena, mara nyingine tena, mara nyingine tena, Bwana uniruhusu mara nyingine, mara nyingine tena, mwambie tena, mara nyingine tena, mara nyingine, mara nyingine tena, Bwana uniruhusu. Mwambie Bwana mara nyingine tena, mara nyingine tena, kama mwingine kasema
Kisha tutaombea ibada ya kesho. Kama kuna mtu mmoja ambaye ana hitaji yoyote apandishe mkono. Haleluya. Kama ukuandika unaweza ukapandisha tu mkono.
tunaomba Mungu na wewe. Nataka kujua Mungu anahitaji kujua. Ndio. Amen. Utume roho yako juu. Utupenda kama ulivyofanya. Maya mia sana hii. Yeah. Utume roho yako juu yetu. Kama ulivyofanya hapo.
tunasema wewe haushindwa. Kama uliponya jana, una uwezo wa kufanya hivyo. Una lazima Baba. Wewe kweli Yesu. Wewe kweli Yesu. Wewe Mungu wa kweli Baba. Unawaona kufua kweli. Mungu wa neno lako Baba. Wewe ambaye unajua nini wewe Endelea kuongoza
Ni wewe tu Yesu. Hatuna Mungu mwingine nje yako. Wewe wa kweli. Wewe ambaye umekufa kwa ajili yetu. Wewe ambaye uzima umetoa kwa ajili yetu. Mungu tunakushukuru. Mungu tunasema asante kwa wewe wa kweli. Tunashukuru na kuomba kwa kuwa tunakujalia jina la Yesu Kristo aliyepata mwokozi wetu. Yeye tunajaye baraka zake ni za pekee. Siku moja Mungu atatupatia koje. Tutaita tukue huko ndani usiku yote. Hiyo ni kweli. Tuombe ibada ya kesho. Tumwambie Mungu wetu kwamba maelfu yatakutana. Asante. Sawa, nahitaji kukuona wewe. Amen. Amen. Ni siku za mwisho. Dunia hii itaenda mbali. Kila kitu kishaharibika. Ekonomi inaharibika, serikali zinaharibika, wanadamu wanaharibika. Hakuna kitu kizuri. Ni wakati wenyewe tunafikia mwisho. Lakini kama tukiwa na Mungu ndani yetu tutakuwa tumeshinda. Nitaribu wakaribu karibu aja. Sila sauti tena. Namba 7. Pesa za roho. Nitaribu wakaribu tabibu
sifa na shukrani zikurudie kwa kuwa wewe unastahili kuabudiwa. Asante Yesu Kristo, wewe ni mwema na unastahili. Jalia Mungu wetu, utusaidie Baba, usaidie na kushughulikia neno lako. Julia kesho Baba, tukuombe wewe Mungu wetu. Baba, utusaidie kwa maneno yako, kwa kuwa neno lako ndilo lina uzima. Na wewe ndiye uzima kwetu. Utusaidie Baba, tukuone zaidi na zaidi. Matumaini yetu iwe kwako. Tuendelee kutumainia wewe Mungu wetu. Tuendelee kujiweka chini ya uvuli wako. Tuendelee kushuhudia na kutukuza wewe. Asante Yesu Kristo, kwa sababu wewe unatosha, kwa sababu wewe unastahili. Ufalme Bwana na Mwokozi wetu. Takasa maisha yetu, tawala njia zetu, tawala tabia yetu, tawala mienendo yetu. Asante Kristo, kwa sababu unatosha. Utusamehe na kutushughulikia, utuongoze na kutushinda, utupiganie na kutusaidia. Sifa na shukrani zikurudie Baba, kwa sababu wewe ni Mungu wa ajabu, wewe ni Mungu wa kweli, Mungu unayetosha na unastahili. Asante Yesu Kristo, asante Bwana wetu. Baba, baraka zako na neema yako imekuwa pamoja nasi. Uendelee kutuongoza Yesu. Tunahitaji wewe kushughulikia maisha yetu. Tunakuhitaji Baba, utusaidie Baba. Tunakuhitaji Yesu. Ni wewe tu Yesu. Ni wewe Mungu wa kweli. Wewe Mungu wa Abrahamu. Wewe tu wa kweli Yesu. Nasi tunasema asante. Tunasema asante kwa neno lako. Tunasema asante kwa uwepo wako. Tunasema asante kwa wewe Mungu wa kweli. Mungu tusaidie Baba. Mungu tuongoze Yesu. Mungu tushughulikie kwa hatua zetu. Baba, uendelee kutulinda. Utulinde majirani. Utulinde kwa hatua ya makazi. Utulinde kwa hatua zote Baba. Upendo wako uwe pamoja nasi. Utupe nguvu, utupe bidii, utupe shauku na imani tele ya kukuamini wewe Mungu wa kweli. Baba, kuza imani ya watoto wako. Tukuamini kikamilifu. Tukuamini wewe Mungu wa kweli. Tukuamini wewe unastahili Yesu. Baba, kuza imani yetu. Kwa kuwa imani yetu ikiwa juu, imani yetu ikiwa juu, imani yetu ikiwa juu, nasi chochote tutakachohitaji Baba, yao utapenda Yesu. Unaamini jambo hilo. Hiyo ni neno lako Baba. Nasi tunasema asante Yesu. Nasi tunakubali jambo hilo. Kwa sababu maneno yako ni ya kweli Baba. Na wewe kila wakati tunasimamia neno lako. Nasi tunasema hiyo ni kweli Baba. Mbingu na nchi vitapita, lakini maneno yako yatapita kamwe. Kitu ya ajabu. Mungu wa Musa, Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, Mungu wa kulinda. Tunakutaji Bwana, tunakutaji Yesu, tunakutaji Mungu wa Bwana wote, tunakutaji Mungu wa Bwana wote. Yesu Kristo, ni wewe Mungu wa Abrahamu. Kama tuliamini ujumbe Baba, alikuamini ili sisi tukapokea Baba. Tuliamini ujumbe kwa sababu tulijua watoto wa Baba. Ya kwamba huyu ni wa kweli, nasi tunashuhudia hiyo kweli. Na wewe ndiye kweli. Mungu tusaidie Baba. Tukushughulikie Baba. Tukusaidie Baba. Ni wewe kutetea nyumba zetu. Ni wewe kushughulikia familia zetu. Ni wewe kushughulikia hatua zetu. Basi nasi tunasema asante. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa sababu wewe ni wa kweli. Utaendelea kutulinda. Utaendelea kutuongoza. Utatatua shida za watoto wetu. Utatatua shida za familia yetu. Utatatua shida za sisi. Utatatua shida zote. Basi tunasema asante na shukrani kwa sababu tutakuona na tunaendelea kukuona Baba. Mkono wako wa ajabu, mkono wako wa ajabu Mungu, mkono wako wa ajabu, mkono wako wa ajabu, mkono wako wa ajabu, mkono wako wa ajabu. Asante Yesu, tunasema asante Yesu. Mungu hatuna yote Baba, yale ambayo unatupa ni yetu sasa. Nasi tunasema asante. Tukiwa hapa Baba, tukisema tunayapokea, tukisema tunakuomba, tukisema tunakushukuru, tukisema tunakutukuza, tukisema tukikuabudu na kukuabudu. Asante Mungu wa shukrani. Tunasema asante Baba. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Abrahamu, Yesu Yesu, tuko kwa kweli. Basi tunasema siku moja utakuja kutuchukua, basi tutashangilia peponi tukisema haleluya, haleluya, haleluya. Asante Mungu, tukisema yote ni jina la Yesu Kristo. Amen. Baba Mungu, tumefika kikomo cha ibada. Watoto wako walikulia, wameomba na Kristo wameamini. Sasa ni wakati wa kutawanyika. Wewe pamoja nasi na kesho turudi shambani katika furaha.
vigelegele na shangwe kwa kuabudu Mungu wetu, kwa maana alituumba ili tukuabudu. Asante Baba. Kumbuka wote ambao wako nyumbani na mahitaji yao yote. Mungu tunahitaji asante katika nyumba yako kwa shukrani na kuabudu Mungu tena. Asante Mungu. Na pia asante Yesu. Kushukuru. Asante Yesu. Ndio maana ulituumba ili tukushukuru. Ili tupate kusema kwamba Bwana yupo. Tuambie Mwenyezi Mungu basi fulani kwamba Bwana yupo. Tuambie Mwenyezi Mungu apasele. Amen. Baba Mungu mwenyewe hadi zako za ajabu hadi zako za ajabu Yesu. Amen. Mwende na amani ya Yesu. Nionapo amani kama shwari, amani nionapo shida.